Yo, of course, mambo vipi? Mambo ni aje? Moja kwa moja kutoka Chris Media 24, sehemu pekee kabisa kuweza kuzipata taarifa mbalimbali za kiburudani zote kadi kutoka Tanzania na nje ya mipaka ya Bongo. Of course, tunasogeza hapa moja kwa moja. Mimi naitwa Chris Jayala, kunifuata kwenye ukurasa wangu wa Instagram, unakometisha kinoma. Chris Media 24 iko pale YouTube, kisha unapita una subscribe, unakometisha kinoma. So by the way, pembeni yangu ni naye bibi anaenda kujitambulisha kwa jina lake ili aweze kutusanulia na kuweza kutuambia mambo mengi kinoma ambayo yeye kama yeye anaweza kutuambia hapa. Of course, mambo vipi? Wow. Hiyo, by the way, unaenda kwa jina jina gani? Baby Chami, Abi Chams, au so bana. Bwana, kama yanafanana hivi lakini kuna utofauti. Hebu nitofautishie kati ya Baby Chams na Abi Chams. Hiyo maana jina lake sijui, ila kwa maana jina langu ni mcheshi. So Chami manake ni mtu fulani hivi ambaye ni mcheshi kinoma, ambaye amekuwa na cooperate na watu na vitu kama hivyo, mambo yanakuwa bia zaidi, au bana. Of course, mimi nataka kufahamu kitu gani ambacho kiweza kika influence ukaweza kuingia kwenye muziki wa hip hop moja kwa moja, na kwa nini usifanye bongo flavor kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakifanya? Ni kitu ambacho nakipenda. Yes. So niambie, ni kitu gani ambacho moja kwa moja kiliweza kukupa nguvu ngesema yes, ni muda sahihi na mimi sasa kuweza kufanya muziki wa hip hop? Kutokana na msanii ambaye namkubali, Young Killer. Huyo ndo ameinspire kabisa. Hapo mtu mwingine kwa hapa Ilinga, mshikaji wangu anaitwa Afro Slowly. Yes. Huyo ndo kanifanya mimi nikaingia moja kwa moja kwenye muziki rasmi. So Afro alifanya nini? Alitumia nguvu, alikushika shati, alikufanyaje ni mpaka ukafanya kuingia kwenye muziki? Amna, Afro mimi alinipigia tu simu. Kaniambia, "Oya, Chama unafanya nini?" Kaniambia, "Niko nimepoa." "Oya, twende studio." Wewe kila siku na mambo mengi na wakati mimi nakuona una kitu. Nataka siku fulani, wewe na mtu sio na muda uelekea studio. Basi. Kitu gani before kilikuwa kina kunyima time ya kuweza kwenda studio? Mimi nilikuwa nafanya tu ufan. Na niambie, ni msanii gani ambaye unamkubali kinoma noma moja kwa moja kutokea kwenye game ya hip hop, na of course anakupa influence kinoma kuweza kufanya muziki? Young Killer. Of course kuna Young wengi sana, kuna Young Lunya, kuna Young Killer, Young Dar es Salaam, watu kibao. Umeamua kumchagua Young Killer. Young Killer na kitu gani special zaidi, na tungetambua kuweza kuona kwamba mtoto wa kike angemweza kumselect msanii wa kike aidha kwenye hip hop ambaye anafanya vizuri? Ile flow zake ambazo wanapita nazo mimi napenda sana. Namkubali mpaka sopo. Namkubali location. So Young Killer ni msanii ambaye unamkubali bana kwenye game ya hip hop, au so bana. Na ngoma gani ambayo kwa upande wako unaikubali kutokea kwa Young Killer? Ni ya kitambo kidogo. Exclusive interview. Tunaweza tukapita kidogo mistari yake au inakuaje? Tunaweza tukapita kwenye mistari ya exclusive ya kwa Young Killer. Okay. Mnyosha, unyoshwa. Mwosha, uoshwa. Nishasema mwisho nimechoka kwa sio kila mshamba ni ngosha, ngine monsters afatuna shobo. Pesa nyingi, gari ndogo, tuna drive tu afa tushishi vyo maana walimwengu wa mnaga dogo. Also bana, ni anasikika Young Lunya kwenye ngoma ya exclusive ambayo alishawahi kuifanya. Ni ngoma pendwa zaidi kwa upande wake, yeye ametokea kuipenda zaidi. Niambie, ni changamoto gani ambazo umekuwa unakutana nazo kwenye muziki wa hip hop? Let's say bana, hii bana kwangu ni changamoto kubwa sana ambayo inanifanya sasa hata mimi nishinde kufanya muziki wa hip hop, pengine anifirishaga kwenye 1 na 2. Sijaona changamoto mpaka sasa hivi. Kwa kweli ni easy kabisa yani. Mpaka kwa sasa hivi, bado sijaona changamoto. So kwako ni fresh kabisa, ni kwamba hakuna kitu chochote kinachokukwaza, kinakukatisha tamaa, let's say kinakukwamisha kuweza kufanya muziki wa hip hop? Hamna kabisa. Yes. Na kitu gani ambacho kinakupa mseleko, yani kinakupa nguvu ya kuweza kufanya muziki, kwamba mimi ngoja nifanye muziki kwa sababu changamoto hamna, ngoja nifanye muziki sasa bila kuhofia kitu chochote kile? Kitu ambacho kinanipa mimi nguvu
ni ile nikienda kwenye show ile mapokezi ya mashabiki. Huaga nafurahi sana. Yaani ndio kitu ambacho kinanifanya kwanza kinanipa nguvu, unajua unajua hamna kama kushangilia. Yes, of course. Unajua kufanya kitu hapo hata kwa appreciate na kuwa inakuwa bomba kinoma na tunakuwa nasema yes, this is good. So una mipango gani sasa kuhakikisha kwamba mashabiki wako wanaendelea kupata ile raha ambayo wamekuwa wanaipata kila siku, na of course umesema kwamba amekuwa akikushangilia na vitu kama hivyo. So umeendelea umewaandalia zawadi gani ambayo itawafanya sasa waendelee kukushangilia zaidi? Zawadi zipo kama zote, zipo zinapikwa, zipo kwa jiko. Yeah, of course ni kama kawaida wasanii wao kulitaja swala la jiko hawajai kuachaga kabisa. Yaani ukimuuliza msanii una ngoma ngapi atakwambia zipo 3 lakini 5 zipo jikoni. Jikoni zinafanya gani ngoma 5? Sisi zinaandaliwa. Ngoma 5 producer anaandaje ngoma 5 zote? Au ni ile setup ya wasanii wameshajizoelea kwamba kusema ngoja bana ngoma tuseme zote zipo 5 studio na nini. Ngoma kwa hiyo ngoma hizo ambazo zipo studio moja au kuna separate kwamba mbili zipo kwa huyu, moja ipo kwa huyu, mbili zipo kwa huyu? Separate. Kwa hiyo umechanganya maproducer kibao kwenye muziki wako ambao unaufanya huo. Hiyo bana Chami baby yeye anakuambia kwamba maproducer ambao ameshakufanya nao kazi mpaka sasa hivi bana tofauti na zipo jikoni zikiendelea kuiva. So mashabiki waendelee kuwa attention kwa sababu ngoma hizo zinaenda kudondoka hivi soon. Bana umefanya ngoma ngapi mpaka sasa hivi? Yaani zipo bana, ipo sasa hizi mimi muda wote na ipost. Yaani ngoma ambayo sasa hivi ipo Champion. Hiyo. Champion nayo ipo kwenye mtandao gani? Hiyo naitoa rasmi next week muda wote au ina siku special? Anytime. So tutegemee uzinduzi wa Champion kama audio au video, au utokaji wake uko vipi kuhusiana na utokaji wa audio ya Champion? Surprised. Au surprise kwa mashabiki wategemea surprise. Na inakuwa ngoma yako ya ngapi kuweza kuipeleka mtandaoni kwa maana ya YouTube, Audiomack na vitu kama hivyo? Ya kwanza. Kwa tutegemee nini kwenye ngoma yako ya kwanza ambayo inaenda kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii? Na by the way tumeona mapokezi makubwa kwenye of course majukwaa ambayo umekuwa unapanda. Tutegemee nini kutokana na utoaji wa ngoma hiyo ambayo inakuwa ya kwanza kabisa kwenye mtandao wa audio wa YouTube na mitandao mingine? Tegemea vitu vizuri. Mambo mazuri yanakuja. So kwa upande wa video na audio umesimama mwenyewe au kuna mtu nyuma ambaye ameweza kutia mkono? Wazazi wangu. So wazazi ndio wamekuwa mameneja uongo? Yes. Meneja mkubwa ni mama au baba? Afu mama. Kwa mama pia anasikiza hip hop sana na anapenda sana. Kwa maza pia anasikiza hip hop. Tumetegemea maza wengi unakuta taarabu na mudao. So ni tofauti sana kwako kwa sababu tunaona muziki hata ambao unaufanya ni hip hop. So inatokea moja kwa moja kwenye familia. Inatokea moja kwa moja kwenye familia hip hop. Vipi kwenye familia yenu? Deidha alianza nani yani? Au ndio wa kwanza ambaye unataka kuwafungulia watu muziki, unataka kuwafungulia watu dunia ya kufanya muziki? Kwenye upande wa muziki. Wapo. Na wameshafanya wana 1 2 3 ambazo wanakupa A to Z labda kuweza kukupa njia na hivi.